committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceservicesltd@gmail.com or onimwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Unata Basi mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, karibu tena katika awamu yetu ya 3 ya kipindi Pambazuko, ambako nilikuwa nimekueleza kwamba leo hii nitakuwa na wageni wangu washafika studioni. Ninaye bwana Henry Maringo Sese ambaye anasimamia idara ile ya kuangalia jinsi ambavyo tabia nchi ama meteorological department katika kaunti ya Kisii na kaunti ya Nyamira, na bila shaka niko na mgeni mwingine Kennedy Osoro ambaye anasimamia ama ni director wa livestock production katika kaunti ya Kisii. Watakuwa wanatueleza kwa kina kile ambacho tulikuwa tunaangazia haswa kwa lugha ya Kimombo wanataja kwamba climate change and livestock farming, kwa kwamba ni mabadiliko ya tabia nchi na ufugaji wa mifugo katika eneo hili letu la Gusii. Hapa ndipo tutakuwa tunaelewa haswa muda ambapo tumetoka kidogo, kiangazi kilikuwa pale mwisho wa Disemba, Januari, Februari tumekuwa na kiangazi kidogo, lakini Machi mvua imeanza kunyesha. Je, ni kipi kile ambacho tukifanye? Haswa tabia nchi ikiwa kwamba ni climate change, mabadiliko yanaja kila wakati, huenda tukapokea mvua wiki nzima, wiki ijayo jua kali wiki nzima. Je, ni kipi kile ambacho tunapaswa kukifanya? Na pia upande mwingine tutafahamu yule mfugaji pale nyumbani, ni kipi kile ambacho unapaswa kukifanya ili kwamba siku hizi magonjwa ni mengi ambayo yanajitokeza hasa kwa wafugaji wa kuku, ng'ombe, kondoo na mifugo yote ile ambayo inafugwa nyumbani. Kuna changamoto zinakuwa pale. Tutakuwa tunasikiza moja kwa moja kutoka kwa huyu director wa livestock production katika kaunti ya Kisii, bwana Kennedy Osoro. Kwa kwamba utakuwa unatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, pale Facebook tupo live na pia YouTube tuko live. Utakuwa unatupata pale Facebook kama Ndizi TV News Digital, na kwingineko upande ule ama katika ukurasa ule wa YouTube, ukurasa wa TikTok, pia Instagram na X utatupata kama Ndizi TV News. Na usisahau kuzungumza nasi kupitia mtandao wa WhatsApp na pia kututumia ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Ikiwa nishakueleza hayo, basi mimi jina langu ni Jeff Nyakundi, na nikiwa na wageni wangu nitakuwa nawapa nafasi watusalimu, watueleze wao ni akina nani, mahali ambapo wametoka, kisha baadaye tutaanza mazungumzo moja kwa moja. Nikaanza na director of livestock production katika kaunti ya Kisii. Karibu sana, msalimie mtazamaji, na kisha baadaye tutaanza mazungumzo yetu moja kwa moja baada ya kusalimiwa naye bwana Henry Sese. Karibu. Asante bwana Geoffrey. Habari ya asubuhi watazamaji. Kwa majina vile mmeambiwa, naitwa Kennedy Osoro. Kennedy Osoro anasimamia mambo ya ufugaji katika kaunti ya Kisii. Kwa hivyo wanasema karibu tuwe pamoja hadi tamati ya kipindi. Karibu sana. Habari watazamaji, na mimi ninaitwa Henry Sese. Mimi ninasimamia hali ya anga ama meteorological department Nyamira na Kisii counties. Basi hao ndio wageni wangu, na moja kwa moja bwana Henry,
jinsi ambavyo tumeona mabadiliko ama mabadiliko ya tabia nchi ni kitu ambacho wengi kuanzia mwaka jana ama mwaka 2023 2024 kuna mengi ambayo yameendelea. Tukapata kwamba mafuriko mengi tu yakaja tukapata hasara haswa hapa nchini Kenya. Tukaona mahali ambapo mtu hakutarajia maji kujaa ama mvua ikinyesha maji yajaa haswa eneo la Nairobi na maeneo mengine hapa nchini Kenya. Ni kipi hiki mpenzi mtazamaji aweze kuelewa mabadiliko ya tabia nchi ni kipi hichi ama ni nini hiki? Ya mabadiliko ya hali ya nchi inaletwa na vitu tofauti na sana inaletwa na carbon. Carbon pia inaletwa na water vapor, nitrous oxide, chlorofluorocarbons na vitu vingine ambazo zinachangia kwa mabadiliko ya hali ya anga. Yeah. Na bila shaka tukiangalia jinsi ambavyo mnatoa taarifa kwamba mvua iko karibu kunyesha, watu waanze kujipanga. Ni kipi kile ambacho mnaangalia nini haswa ndiposa mnatoa taarifa hii kwamba kesho huenda kukanyesha na watu wengi kidogo ikiwa kwamba mvua hii ikose kunyesha siku hiyo. Anasema kwamba tulisikiza NRC akizungumza akisema kwamba kuna tarajiwa kunyesha mvua leo na haijanyesha. Je, anasema ukweli? Ndio, Bwana Sese anasema ukweli. Hiyo tunaita ni forecast ambayo pia inaletwa na different ways. A forecast inafanywa na utaalamu wa hali ya anga ambayo tunaangalia vitu vingi sana ambazo zinachangia kutengeneza hiyo forecast. Yeah. So kwa hivyo tukisema mvua itanyesha tumeangalia vitu vingi sana. Sana tunaangalia source of moisture. Ni wapi moisture inatoka. Upepo inatoka pande gani. Na vitu vingine ambazo tunaangalia ambayo ni scientific ambazo zinachangia kwa mvua kunyesha. Na upande mwingine nikiwa na mwenzangu pale Bwana Kennedy Osoro, kuna jinsi ambavyo kaunti ya Kisii inafanya kazi yake haswa kuhakikisha kwamba wamempa mkulima ama mwananchi wa kawaida katika eneo hili la Kisii haswa kaunti ya Kisii kujipanga na kufanya ukulima wake. Je, ni kipi kile ambacho department ya livestock haswa department ya agriculture katika kaunti ya Kisii inafanya kuhakikisha kwamba mkulima ama mwananchi wa kawaida ambaye anafuga mifugo yake, analima shambani, amehakikisha kwamba kazi yake inafanywa vizuri tu? Asante Bwana Geoffrey. Katika kaunti yetu ya Kisii tumeweka mikakati kama serikali ya kaunti na vile serikali ya national government kuhakikisha ya kwamba mkulima amepata manufaa kutokana na wale wafanyikazi ambao wameajiliwa ili kusaidia katika usalishaji wa vyakula mbalimbali kutoka kwa mifugo na vile kutoka kwa mazao yenye mkulima amepanda. Moja ya zile njia ambazo tunasaidia wakulima ni kuwaelimisha na kuwapea utafiti, yani kuwapea kama hiyo tunawaambia lini wanatarajia kupanda ama kama kuna kiangazi kinatokea ni nini mkulima anafaa ajipange, kwa sababu vile hawa wanyama wenye tunafuga ni kama binadamu, wanahitaji kukula. Na gharama nyingi katika usalishaji wa vyakula ni ile cost of production. Na cost of production ni vile kama vyakula vya ng'ombe. Cost of production ni kama mbolea ambayo tunapea mazao yetu. Kwa hivyo tunaelimisha wakulima ni vipi wataepukana ama watapunguza ile gharama ambayo wanatumia katika usalishaji wa vyakula mbalimbali kupitia kwa mafundisho kutoka kwa wale maafisa ambao wameajiriwa katika kaunti ya Kisii. Basi tukizungumza jinsi ambavyo mkulima anahakikisha kwamba amepata ama mnahakikisha kwamba amepata mapato mazuri kwa kuwekeza na pia kufanya upanzi. Katika narrow down jinsi ambavyo wewe unasimamia livestock production katika kaunti ya Kisii. Kuna baadhi ya wakulima utaja kwamba kidogo nyinyi kuwapokea nyinyi mwapewa mafunzo hawawaoni. Je, ni namna gani ambao mnamfikia yule mkulima wa kawaida haswa ambaye ni mfugaji, awe ni mfugaji wa nyuki, mfugaji wa ng'ombe, kuku na vile vyote ambavyo mkulima wa kawaida anaweza fuga nyumbani? Asante Bwana Geoffrey.
Kwa ukweli ni kwamba maafisa ni wachache. Na zamani ilikuwa maafisa wanaenda kutembelea wakulima. Ndiyo. Lakini vile idadi ya maafisa ilipungua, tukabadilisha mbinu ya kufanya mambo ya extension. Sasa tunaita ni demand driven. Ni mkulima akiwa na shida. Tuko na maafisa katika sub county, hata katika ward na county. Inabidi mkulima atembelee zile ofisi zetu, ama anaweza piga simu akapate kusaidika. Yeah. Basi ukishaeleza hivyo, nirudi kwa mwenzangu Henry Sese. Tumeanza kupokea mvua last week katika eneo hili la Gusii. Tunatarajia mvua hii inyeshe kwa muda upi ule aswa wakati huu? Basi wengi wanajipanga, wameona mvua ndio imeanza kunyesha, wameanza kulima, wengine walikuwa wamelima ndio wanaendelea kufanya upanzi. Asante sana mtangazaji. Wakati huu ni wakati wa long rains. Hii mvua ni ya March, April, May. Lakini wakati huu tunatarajia hii mvua inaweza fika wakati wa mwezi wa June. So itaenda kutoka wakati huu, itaenda mwezi wa April, mwezi wa May, and part of mwezi wa May. Yeah. So jinsi gani sasa mkulima ajipange tu atarajie kwamba mvua hii itakuwa inanyesha kuanzia sasa hivi kuendelea mbele mpaka mapema mwezi wa Juni pale? Wakati kama huu mvua vile imeanza kunyesha na ni mvua mzuri. Hii mvua tunatarajia ikue average, na sehemu zingine kidogo itakuwa slightly above average. Kwa hivyo wakulima advise waweze kujipanga vizuri. Hii mvua itakuwa nzuri, ita spread vizuri. So kulingana mimi watatumia advice ya experts kutoka department ya livestock na pia agriculture na zile sehemu zingine pia ndio waweze kujua vile wanatumia hii mvua katika mau. Na nikirudi kwa mwenzangu Kennedy Osoro, katika hali hii ambavyo mvua imeanza kunyesha, kuna wakati mmoja tumesikia kwamba kutoka maeneo ya Bomachoge Borabu, eneo lile la Magena, kwamba kuna ugonjwa ambao ulitokea, mifugo ikaaga na wengine wakapata hasara, na wakulima tukasikia wakitaja kwamba kidogo hawajapata kuelezwa ni kipi kile ambacho kimetokea. Je, mambo kama haya yakitokea ni kipi kile maafisa kama nyinyi mnafanya kuhakikisha kwamba mumetoa ama changamoto hiyo imetatuliwa? Asante mtangazaji. Habari kama hiyo inapotokea, la kwanza ni wale wakulima kuwasiliana. Kuna machief pale na kuna maafisa, na tuko na lab hapa Kisii ya kupima chanzo cha magonjwa. Sasa itabidi ofisa aende pale penye mifugo amefariki, aweze kuchukua zile samples ziende kwa lab. Zikishapelekwa kwa lab, watachunguza ni chanzo, ni kwa sababu gani wale wanyama ama yule mnyama amefariki. Kishajulikana ni sababu ya hiyo ugonjwa, basi serikali ya county imewekeza pesa mingi sana katika ile chanjo ya wanyama, kwa sababu mara nyingi tunaimisha wakulima ni heri kuchanja kuliko kutibu. Kwa hivyo mara nyingi sisi tunaingia, na kama kuna ugonjwa imetokea mahali, tunaanza kufanya ile chanjo, vaccination, mass vaccination kwa ile eneo lenye limeathirika, ili ugonjwa isianze kusambaa kwa mahali mingi. Basi ukishataja hivyo, tunapoendelea kusonga mbele, mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, utakuwa unatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook pale kama Ndizi TV News Digital, kwingineko YouTube na pale TikTok, Instagram na X utatupata kama Ndizi TV News, na kwingineko utazungumza nasi kupitia WhatsApp ama kututumia ujumbe mfupi SMS kupitia nambari yetu ya studio 0792192883 inayozungumza nasi tunapoendelea kusonga mbele. Naona kuna wengi ambao wanaendelea kufuatilia na maswali naona yameanza kuja. Mmoja anauliza pale jinsi ambavyo Bwana Osoro ametaja kwamba kuna upungufu wa maafisa wa agriculture katika kaunti ya Kisii. Ni kipi kile ambacho kaunti inafanya kuhakikisha kwamba tunapata watu wa kutosha wa kusaidia wakulima, kwa sababu population ya wakulima imeanza kuwa nyingi? Je, ni chanzo kile ama ni kipi kile ambacho sasa nyinyi kama maafisa mnataka kaunti ifanye kwa
kuhakikisha kwamba wanafikia wakulima wote? Asante mtangazaji. Kuna mradi ambayo tunafanya pamoja na World Bank ikishirikiana na national government pamoja na county government, inaitwa Navi CDP. Hii mradi imekuja na programu nyingine ambapo tumeachili wanaitwa agripreneurs. Wale vijana wamemaliza college, wako na mafundi, wako na ujuzi, na kwa kila ward sasa hivi tumeweka hawa vijana 5. Wao penye wamezaliwa ile ward, kuna vijana 5 ambao tumeweka sasa watakaa karibu na wakulima. Tunatoka hatupatwi na shida wakati wa mvua, na baada ya mvua kunyesha tena tulie kiangazi. Wakati kama huu inatakikana sehemu zote departments zile zinahusika na unclogging of sehemu zile maji inapitia, waweze kuondoa uchafu ule ambao uko pale, na pia tufanye water harvesting. Tufune maji. So tufanye water harvesting wakati kama huu, such that wakati mvua itakapoisha tuwe na maji ya kutosha. Yes. Basi jinsi ambavyo ameeleza pale, na swali linachotokeza, je, hawa wa Kenya wa kawaida wanajua mbinu za kuvuna maji haya? Na kuna wakati unapata kwamba maji mvua ni nyingi tu inanyesha, na serikali imeweka mikakati ipi ile ya kutaka kwamba maji haya mahali ambapo yanaelekea yamewekwa mahali kisha baadaye yatatumika baadaye aswa kunyunyuzia mashamba? Inategemea sehemu ile ambapo upo. Serikali imefanya juhudi sana kusaidia kwa njia mbalimbali kuhusu water harvesting, especially kama ni wakati mahali pa kiangazi, dry places. Wametengeneza cluster points. Wametengeneza mashimo mahali ambao maji wakati inakuja inaweza kuwa stored pale, so that wakati mvua inanyesha inaweza kucollect ile maji. Na hiyo maji inatumika na mifugo, wanyama mbalimbali, na pia inaweza kutumika kwa kufanya irrigation. Kwa hivyo serikali inajaribu sana kusaidia sehemu mbalimbali kucollect water. Na tukiangalia chinzi mabadiliko ya tabia nchi, serikali imo mbioni kuhakikisha kwamba kufikia mwaka 2030 imepanda miti mingi tu, kuhakikisha kwamba imerejesha chinzi ambavyo mazingira yalikuwa awali. Na tunakumbuka kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakipigania hili, haswa yule nadhani ni Wangari Maathai aliyepigania upanzi ama misitu iwe hapa nchini. Na chinzi gani hii serikali inaelekeza ama inaendeleza upanzi wa miti? Je, nyinyi kama shirika la kuangazia jinsi ambavyo hali ya anga inabadilika, mnahusishwa katika njia ya kutoa maybe maelekezo jinsi ambavyo miti itakuwa inapandwa na ni wapi haswa? Ndio, sisi tunahusishwa kwa upandaji wa miti. Sisi tunawaambia, kazi yetu ni kuambia serikali wakati gani mvua itanyesha, na mvua itanyesha kiasi gani sehemu fulani za nchi. Ndio serikali pia wanajua wakati gani wanaweza panda miti, na ndio isiweze kukauka. Kwa hiyo tunapeana when the rains, wakati mvua inaanza na wakati mvua inaisha. Ndio sasa wakati pia mvua itakuwa at the peak, such that miti ikipandwa isiweze kukauka. Kwa hiyo tunapeana uongozi ni wakati gani mvua inanyesha. Basi nikirejea kwa Bwana Osoro, kuna mmoja hapa naona anauliza swali. Ulisa Bwana Osoro, kuna avocado zilikuwa zilipeanwa katika kaunti ya Kisii. Na kuna mahala ambapo watu zile ambazo zilikuwa zinafanywa anauliza kwamba there's some places ambazo walikuwa wanafanya piloting ama eneo ya kaunti ya Kisii, nataja kwamba eneo la Bonchari na South Mogirango pale. Je, baada ya kufanya hivi kunayo soko mahala ambapo tukipata matunda haya ya avocado tutakuwa tunauza, na jinsi gani serikali ya Kisii County inahakikisha kwamba hata yule mkulima wa kawaida ambaye hana pesa za kununua mtu ule wa avocado atakuwa anasaidika kupata? Asante mtangazaji. Katika pale ATC tuko na nursery ya avocado.
zile avocado tulikuwa nazo ziliisha, lakini sasa hivi tena tumeyakesha. Na tukisaidiana na World Bank tunataka kuexpand ile tree nursery yenye iko kwa ile fruit nursery yenye iko ATC ili tuweze kuweka miche zaidi ya 2 milioni ambayo tutapatiana kwa wakulima ili waweze kupanda hizo mbegu za avocado na hata fruits kama popo na vile vile kama ndizi. Na katika upande wa soko tuko na Afo Fresh wamechenga factory pale Kisii, ni aggregation center. Avocado wakulima wanaweka pale, alafu huyu mwekezaji is private anachukua hizo avocado anapeleka Nairobi, from Nairobi zinaenda katika nje ya nje. Basi umetaja kwamba kuna factories ambazo zimetajwa, na nimekumbuka kuna mmoja alikuwa ameuliza swali kwamba tuliambiwa kwamba kuna banana factory itawekwa pale na kuna factory ya avocado. Na tukiuliza swali kwa banana factory, ni kipi kile ambacho kinafanywa pale, ni kipi kile ambacho kinatengezwa? Kwa sababu kuna mmoja alikuwa anataja kwamba yeye anafahamu kwamba hii banana factory ni ya mtu kibinafsi na haijafanya kazi jinsi ambavyo gavana alikuwa ameahidi. Najua kwamba wewe sio gavana au utakuwa ina position ya kuanza jinsi ambavyo gavana alizungumza, lakini kama agricultural officer katika kaunti ya Kisii, unaona namna gani kazi inaendelea katika plant ile ya banana factory? Asante mtangazaji. Na ikumbukwe ya kwamba serikali ifanye biashara. Serikali inatenga mazingira bora ya kufanya biashara. County na national government walipeana shamba, wakachenga factory, alafu sasa wakatafuta private partner, inaitwa public private partnership. Sasa yule private ndio anarani ile factory. Kwa sababu serikali haitafanya biashara. Serikali ni kuunda mazingira bora, alafu inachenga hiyo miundo bora ya kufanya biashara, inachenga factory iko pale kwa shamba la serikali. Sasa yule private partner atakuja akondishe ile factory aendeshe. Na vile tunavyoongea ni ya kwamba kuna unga ya banana yenye inatengenezwa pale, kuna biscuits zenye zinatengenezwa pale, na ndizi zingine inapelekwa nje, inapelekwa Nairobi. Kwa hivyo kuna factory, sisi tumechenga factory na tunahimiza ya kwamba yule private partner akikuja, yeye ndiye anaendesha hizo biashara. Na pale ambapo umetaja kuna kwa factory ile ya avocado, kuna moja hapa nione ujumbe huu kwamba tulikuwa tumeambiwa itakuwa inatengeza mafuta hapa Kisii na pia vijana wapate kazi. Na fika tunafahamu wewe si mwanasiasa, wewe ni mfanyakazi wa kaunti ya Kisii. Je, hili linafanyika ama bado hivyo vinafanywa katika, ama mwekezaji yule ambaye amewekeza pale ni hizo zinafanywa katika maybe Nairobi ama nchi za nje? Kwa hivi sasa ile ni kama aggregation center, wakulima wanaleta pale na serikali inahakikisha ya kwamba wakulima wako na ile mbegu yenye inatakikana. Unajua zamani tulikuwa na zile za ile mbegu ya avocado ya zamani, lakini mwekezaji anataka ile inaitwa Hass avocado ambayo tumesalisha tukapeana kwa wakulima ikaisha, na sasa tunaendelea raundi ya pili kusalisha. Kwa hivyo wakulima watakaposalisha ile Hass yenye inatakikana, ndiposa tutaanza kutengeneza yale mafuta ya avocado. Lakini kwa sasa hivi yenye inakusanywa inapelekwa Nairobi, kutoka Nairobi inapelekwa nje za nchi. Kwa hivyo kuna soko ya avocado. Na tukiwa hapa kwa avocado, ama mti huu wa avocado utachukua muda upi ule ndiposa ukomae uanze kuzaa matunda? Na matunda haya wengi maybe hawajafahamu. Nitaangalia tunda hili nione kama limefika ama limekomaa. So avocado zile za kitambo ulikuwa unaangalia kwamba inaanza kuwa iko green, itafika itani rangi iwe dark ama ikuwe brown, nifahamu kwamba avocado yangu sasa imekomaa na iweza chuna nipeleke sokoni. Katika hii avocado tunaona kwamba kimo chake si refu sana, si fupi sana, iko pale katikati na aso inakuanga in green in color. Je, atafahamu aje kwamba avocado hii imekomaa, iko tayari kupelekwa sokoni? Tuko na maafisa pale vile nimekuelezea katika kwa ground, na mkulima anapoanza hii biashara ya avocado tunahimiza ya kwamba wafanye pamoja na wale maafisa, ili unajua hiyo inaenda na quality. Hii avocado inatakikana quality. Quality ikiwa mzuri, bei yake inakuwa mzuri. Ukiharvest kama haijaiva, bei yake itakuwa mbaya.
Kwa hivyo tunahimiza sana mkulima anapopanda wasilikiane pamoja na wale wa maafisa wako pale wakufundishe. Hiyo inakuwa practical. Ufundishwe, utachua vile inakaa yenye inafaa kuafesitiwa. Basi tunapoendelea kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, kwa kwamba unalo swali, endelea kutuma kupitia mtandao wetu wa kijamii pale Facebook, tupate kama Ndizi TV News Digital, na kwingineko YouTube, Instagram, TikTok and X pale utapata kama Ndizi TV News. Kumbuka kwamba utazungumza nasi kupitia ujumbe mfupi wa SMS ama kuzungumza nasi kupitia mtandao wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Zikiwa kwamba ni awamu yetu ya 3 na ya mwisho katika kipindi chetu cha Pambazuko, ninao wageni katika studio zetu hapa tunapoendelea kuangazia ni kipi kile ambacho tukiangalia mabadiliko ya tabia nchi, na pia tukiwa na mgeni kutoka county government ya Kisii aswa anaangazia masuala ya ukulima ama agriculture. Basi tunaendelea kufahamu ni kipi ambacho wewe mpenzi mtazamaji utakuwa unaeleza ufanye hakikisha kwamba umepata mapato mazuri. Tunapoendelea kusonga mbele, naona pale muda unayoyoma, tutakuwa tunapata mapumziko chapa kwa dakika 3, kisha baadaye tukirejea tutakuwa tunaendelea na mazungumzo yetu. Jina langu ni Jeff Nyakundi. Endelea kufuatilia Ndizi TV News uweze kufahamu ni kipi kile ambacho kinaendelea. Tutarejea hivi punde. Zama Ndizi TV Africa. Unatazama Ndizi TV Africa. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bahas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Ujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, karibu kwenye kipindi Viwanjani kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni. Hapa Viwanjani nitakufahamisha yote yanayojiri kwenye ulingo wote wa spoti. Mpenzi mtazamaji, mchezo wa badminton ni baadhi ya mchezo ambayo tutaangazia kwenye kipindi Viwanjani kuanzia saa 8. Usikose kuungana nami James the Top Scorer niweze kukata kiu yako kispoti. Karibu Viwanjani.
Unatazama Ndizi TV Afrika. Mpenzi mtazamaji, tena tunarejea kutoka mapumziko mafupi tu, ikiwa kwamba tunaendelea kuangazia jinsi ambavyo hadhari za mabadiliko ya tabia nchi hapa nchini Kenya na haswa eneo hili la Gusii, tukiangazia kaunti za Nyamira na Kisii na eneo pana tu la Nyanza na kwingineko. Ni naye mgeni Bwana Osoro ambaye ni kutoka sekta ya kilimo katika kaunti ya Kisii. Na tunapoendelea kusonga mbele, ikiwa kwamba ni awamu ya 3 sehemu ya pili na ya mwisho kabisa katika kipindi chetu pale, nikiona kwamba tuko na dakika chache tu kutamatisha. Na tunapoendelea, nimekueleza kwamba utauliza maswali kupitia mtandao wetu wa Facebook pale. Ukituma comment yako nitakuwa nikisoma. Ukiwa na swali basi tupata kama Ndizi TV News Digital, na wengine mtazungumza nasi kupitia mtandao wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio, na pia kutuma ujumbe mfupi. Nambari ni 0792192834. Na tukienda moja kwa moja, Bwana Henry Sese, kuna baadhi ya maswali ambayo yameulizwa hapa, tukua tunauliza moja baada ya nyingine, ndiposa ueleze vizuri mwananchi wa kawaida aelewe ni kipi kile ambacho kimeulizwa. Swali la kwanza, mabadiliko ya tabia nchi yana athari gani kwa mifugo? Asante sana mtangazaji. Asante sana. Mabadiliko ya hali ya anga kuna shida kubwa, inaleta shida kubwa kwa mifugo. Shida moja wakati wa kiangazi. Mabadiliko ya hali ya anga inaleta shida, saa zingine inaleta kitu tunaita kiangazi ambacho kinaweza endelea kwa muda mrefu, prolonged droughts. So wakati wa prolonged droughts ambayo ni kiangazi kwa muda mrefu, nyasi inakauka. Chakula ya ng'ombe, chakula ya mifugo inakauka. Kwa hivyo shida kubwa inapatikana pale. So mabadiliko inaleta shida ya chakula. Na pia mabadiliko ya hali ya anga inaweza leta stress, heat stress. Jua inakuwa mingi, joto inakuwa mingi, mifugo au wanyama wanakuwa na stress. Kwa hiyo wakikuwa na stress hawezi leta production yao ikuwe mzuri. Pia mabadiliko ya hali ya anga inaweza leta shida kama magonjwa. Magonjwa mengi ambayo hayakuwa kitambo, saa hii magonjwa hayo yanapatikana kwa sababu saa zingine conducive environments zimefanyika kulingana na mabadiliko ya hali ya anga. Kama kuna wadudu fulani ambao hawakuwa, ambao wana affect wanyama ama mifugo, inaletwa na mabadiliko ya hali ya anga. Pia mabadiliko ya hali ya anga inaweza leta shida kama hailstorms. Hailstorms ambazo ni mvua ambayo inanyesha, na hailstorms kwa Kiswahili tunasema namna gani, lakini mnaelewa. So pia hiyo inaweza affect mifugo. Mifugo wengine wanaweza uawa kulingana na hizo hailstorms. Pia mabadiliko ya hali ya anga iko na shida zingine mbalimbali kama wakati wa floods. Wakati mvua storms imekuwa mvua mingi, inaweza chukua wanyama, mifugo. Mliona wakati ule tulikuwa na El Nino, mifugo walikuwa wanachukuliwa na maji, na hiyo maji ilikuwa imesababishwa na mabadiliko ya hali ya anga. Cyclones inakuwa mingi na mvua inakuwa ni mingi wakati mwingine. Pia wakati wa mabadiliko ya hali ya anga inaweza leta kitu inaitwa storms, frequent storms. Storms ni mvua mingi. Mvua mingi na saa zingine inaweza kuwa inaandamana na lightning strikes. Hiyo lightning strikes inaweza shtua wanyama, saa zingine pia production yao inaweza rudi chini, ama pia wanyama wengine wanaweza kuwa wameuawa kulingana na lightning strikes. Na masababu livestock pia production yao wakati inasafirishwa kwenda kupelekwa sokoni, pia wakati wa mvua mingi inaweza kuwa imeharibu njia barabara. Saa zingine hiyo production haiwezi fika sokoni. Na sehemu nyingi mabadiliko ya hali ya anga inaweza sababisha madhara mingi kwa mifugo.
Basi swali ambalo lingine litenda kwa Bwana Osoro ni kwamba kuna baadhi ya mifugo ambao utafuga eneo la Gusii. Kwa mfano tuseme eneo la Ukambani pale kunajulikana kwamba joto lipo juu sana, kiangazi kipo kwa muda mwingi tu. Je, mtu anauliza hapa, naweza toa ng'ombe wa sehemu ile nimulete hapa Kisii, nimfuge asurvive jinsi ambavyo ana survive eneo lile la Ukambani pale? Asante kwa hilo swali. Mifugo wanapatikana katika maeneo mbalimbali. Na ukitaka yule mnyama akuje na aweze kusurvive katika hali ya Kisii ambapo tunajua kuna baridi mingi na mvua ni mingi, inafaa ulete mtoto wake ambaye akija hapa atazoea haya mazingira ya Kisii. Vile vile tunaongelelea mambo ya mazingira, ndio climate change, na inakuwa interlinked. Kuna vile mazingira ina affect wanyama na kuna vile wanyama wana affect mazingira. Kwa hivyo ni kuhimiza wakulima ya kwamba hata sisi wenyewe tunachangia kwa kuchafua mazingira yetu. Wanyama wenye tumefuga wanachangia katika kuharibu mazingira yetu. Na yapo yanapoharibika, hiyo climate change ndio matokeo yake yanatuathiri. Yanaathiri binadamu, yanaathiri na wanyama wetu. Sana sana tuangalie mambo kama ya ng'ombe. Kuna kile kinyesi cha ng'ombe ambacho mara nyingi ng'ombe akikula nyasi inatoka kama cow dung. Ndio. Hiyo cow dung iko na manufaa, vile iko na hatari kwa mazingira yetu. Hiyo cow dung tukiachilia kwa hewa in the open air, kuna vile methane, kuna gazi kwa inatoka kwa ile cow dung ambayo tunaita ni methane. Hiyo methane inapoingia ni greenhouse, inapoingia kwa hewa pia inachafua mazingira yetu. Kwa hivyo ni kuhimiza wakulima, kama uko na ng'ombe kwa zero grazing, chunga sana ile zamadi inaweza tumika kugenerate gas. Uweke vizuri. Unaweza weka under the shade ili isiwe inapigwa na jua na kuchangia kutoa hiyo gas kwa hewa. Na vile vile kama iko mingi unaweza tengeneza biogas. Ikisaingia kwa biogas, tutaharvest hiyo methane gas tuitumie kwa mambo ya mapishi. Vile vile wale mnakaa katika milima, tuhakikishe ya kwamba ile samadi haingii kwa maji yetu. Inapoingia kwa maji vile inachafua maji. Na tunapoendelea kusonga mbele, kuna swali lingine ambalo litaenda kwa Bwana Enirsese. Ni jukumu gani sekta ya kibinafsi katika ni majukumu gani ya sekta ya kibinafsi itakuwa inachukua hatua zipi kupambana na mabadiliko ya tabia nchi? Asante sana watazamaji. Sekta ya kibinafsi kuna vile inaweza punguza ways ambazo zinaleta mabadiliko ya hali ya nchi. Kwa mfano wale wana manufacture, wale wanatengeneza machines, factories ama machines mbalimbali. Kwa mfano magari inatoa carbon wakati inaendeshwa. Na magari inatumia kitu inaitwa fossil fuels. Petrol, diesel, vitu kama hizo. Hizo zikichomeka zinatoa moshi, carbon. Na hiyo carbon ni moja ya greenhouse gases ambazo zinasababisha joto na pia zinaleta climate change kwa nchi. Kwa hivyo wakati wanatengeneza magari waweze kutengeneza magari ambazo wakati zinatumika azitoi greenhouse gas nyingi ama azitoi greenhouse at all. Pia binafsi, companies binafsi kama factories, industries, wafanye vile watoe machines ambazo zikitumia zinaweza kuwa zinatumia solar ambayo haiwezi kutoa greenhouse gas. Such that greenhouse gases zinaweza kuwa zimepunguzwa, ambayo sana ni carbon. Yes. Basi na tunapoendelea kusonga mbele, naona muda wetu unaendelea kuyoyoma, lakini kuna swali moja hapa, naona mmoja anauliza kwamba uliza Bwana Osoro jinsi ambavyo mifugo haswa punda
anaangazia kwamba kuna story moja ilifanywa na kituo kimoja cha runinga hapa nchini wakisaja kwamba punda siku hizi ni kitoweo kwa watu wengi, na wengi wanataja kwamba baadhi ya sehemu za Kisii kuna mahali ambapo punda zinachinjwa, na anataja kwamba ni sehemu za kutoka pale Kiamu, kama sehemu za hapo sina uhakika kama ni kweli, kinataja kwamba baadhi ya punda wanachinjwa maeneo tofauti tofauti hapa eneo la Gusii. Je, ni mikakati ipi ambao mumeweka kama livestock officers kutoka kaunti ya Kisii kwa kwamba inajulikana punda hafai kuliwa na kidogo huenda maybe nyama hii imefika katika butchery zetu? Ni mikakati gani ile ambayo mumeweka kuhakikisha kwamba wanyama kama hawa wanaangaliwa, wanafanya kazi ile ambayo inafaa kufanywa, na nitaja kwamba ni wanakuwa taken care of? Asante mtangazaji. Kama serikali ya kaunti wameachili wale wafanyikazi ambayo wanaitwa meat inspectors. Nyama yoyote ambayo inachinjwa inafaa iwe imeangaliliwa na wale meat inspectors. Na kuna mahali pametengewa hawa wanyama kuchinjwa, inaitwa butchery ama meat slabs. Kwa hivyo kwa kila meat slab kuna ofisa amewekwa pale, kazi yake ni kuangalia yule mnyama kabla hajachinjwa na baada ya kuchinjwa, ili apeane hakikisho ya kwamba yule mnyama ni sawa kwa kuliwa. Kwa upande wa punda hatuna butchery ya punda katika Kisii, lakini iko upande wa Nairobi. Lakini isipokuwa serikali ilikuja ikasema punda ni wachache sana, idadi yao ni wachache, haitakubali wachinjwe wote waishe. Ikasema lazima kuwe na mikakati. Kama hiyo butchery inataka kuanza kuchinja hawa punda, na kuwe na ile program ya kushalisha punda wakuwe wengi. Ile unaelewa punda kuzaa anachukua muda mrefu. Kwa hivyo upande wa Kisii hatuna butchery ya punda katika kaunti yetu ya Kisii. Tuko na butchery ya kuchinja mbuzi, wale wanyama wadogo wadogo kama mbuzi na kondoo na ng'ombe. Na kila ng'ombe anapochinjwa kuna yule afisa ambaye amewekwa kwa kila hiyo slaughterhouse kuangalia usalama wa wale nyama ambayo kabla haijaliwa na binadamu. Basi nikiwa kwamba muda wetu unaenda mbio sana, swali kwa Bwana Henry Sese kwamba vijana wanaweza vipi kushiriki katika kupambana na mabadiliko ya tabianchi, kwa kwamba tunajua leo huko hapa, kesho unastaafu na jinsi ambavyo unafanya kazi yako. Je, vijana hao wanafaa kushirikishwa namna gani kupambana na tabia za ama na mabadiliko ya tabianchi? Asante sana mtangazaji. Vijana ndio muhimu sana wajue mabadiliko ya hali ya anga inaenda namna gani, na ni nini, inasababishwa na nini, inaweza kupunguzwa na nini, watu wanaweza kuishi nayo namna gani. Tunaweza kusema mitigation, adaptation, na sana hiyo kuna kitu tunaita mainstreaming climate change kwa kila sekta. Kila sekta ijue maneno ya mabadiliko ya hali ya anga, inaletwa na nini, inasababishwa na nini, tunawezaje ku-mitigate, tunaweza ku-adapt nayo namna gani. Kwa hivyo vijana wanatakikana kufundishwa hizo programs kwa mafundisho kwa colleges, universities na sehemu mbalimbali, ziwekwe mikakati ya at least some mafundisho kidogo kuhusu climate change. Ndio vijana waweze kujua ni nini wanatakikana kufanya kuhusu climate change, inaletwa na nini, inasababishwa na nini. Kwa hivyo ni mafundisho iingie kwa kila sekta, kila faculty, kila area of learning. Wanafunzi waweze kujua ni nini wanatakikana kufanya. Kwa hivyo wanatakikana kupata mafundisho. Na pia vijana washiriki kwa upandaji wa miti. Wakati wanaambiwa miti inatakikana kupandwa, wapande miti. Kwa sababu miti ndio wakati wa photosynthesis. Miti inatumia carbon ambayo ni greenhouse gas. Hiyo miti inachukua hiyo carbon kutoka kwa atmosphere, inatengeneza chakula yake. Kwa hivyo miti ina act kama carbon sinks. Yes. Na tukiendelea, kuna mmoja hapa anauliza, anaitwa kama Isaya, anataja kwamba ni kipi kile ambacho mtu anahitaji kusomea kosi ya Bwana Henry Sese, awe kwamba ni mtaalamu wa kuangalia na kueleza mwananchi wa kawaida jinsi ambavyo hali ya anga itakuwa inabadilika. Asante sana kwa kukuwa na interest kujua
kusomea ni nini utafanya ndio ukue kama Henry Sese ambaye ni mtabiri wa hali ya anga. Kwa hivyo ni requirements ni za kawaida. Ufanye physics upate C+ and above. Ufanye mathematics ambayo ni hesabu upate C+ and above. Ufanye asante sana wasikilizaji wetu ambao mmetusikiliza na mmechangia sana. Tumeshukuru sana. Kwa hivyo hii mvua ambayo ni long rains ambayo already imeanza, tuitumie vizuri. Na pia ninaweza kuambia wachezaji wa mpira na wachezaji mbalimbali wakati kama huu watu wasicheze wakati mvua inaanza, tusicheze in the open grounds kwa sababu ya lightning strikes. Pia tusijikinge chini ya miti wakati mvua inaanza kunyesha, tuondoke chini ya miti. Na pia hii mvua tuweze kuitumia vizuri kulingana na wataalamu vile wametuambia kuhusu farming. Asante sana. Na Bwana Osoro, kwa kumalizia ni kuwahimiza wasikilizaji, watazamaji ya kwamba mazingira ni muhimu kwa binadamu. Tutunze mazingira na mazingira yaweze kututunza. Vile vile wakati huu wacha tutumie mvua Mungu ambaye ametupatia kwa kusalisha vyakula mbalimbali. Tuwe na nyanzi ya kutosha, tuwe na mimea tumepanda vizuri, na chenye tumeparikiwa nayo kutoka shambani tuweze kuconserve ili wakati kiangazi itakapokuja iwe tuko na mazao ya kutosha. Tuwe na food security katika nchi yetu ya Kenya. Asante. Basi mpenzi mtazamaji, kufika hapa basi tulikuwa tunafika tamati, ikiwa kwamba ni mengi maswali yenu ambayo nimeona hatujashughulikia yote, lakini wakati mwingine tena tukipata nafasi tutawaita hapa studioni tuangazie aswa kuna swali ambalo nimeona limeulizwa kuhusiana na food security, njia gani ile sio eneo la Gusii tunajulikana kwamba sisi tunaekeza ama tunasalisha chakula nyingi, tuko na matoke, vitu mingi tu, lakini kia baadaye tena tunalia njaa. Basi wakati mwingine tukipata nafasi tutakuwa tunaangazia masuala ya vyakula hapa nchini Kenya, haswa eneo hili la Gusii. Basi hadi wakati mwingine endelea kufuatilia kipindi cha Pambazuko hapa Ndizi TV na kuifuatilia Ndizi TV. Kumbuka kwamba utatupata katika mitandao ya kijamii, pale Facebook utapata kama Ndizi TV News Digital, kwingineko TikTok, YouTube, Instagram na pia X utapata kama Ndizi TV News, na kwingineko zungumza nasi kupitia ujumbe mfupi ya SMS na mtandao ule wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Ikiwa kwamba ni kuwashukuru wote ambao wamekuwa wakifuatilia tangia asubuhi mida ya saa 12 hadi sasa hivi wakati ambapo tunatamatisha kipindi. Ikiwa kwamba nimekuwa na wageni wangu studioni Bwana Henry Sese na Bwana Osoro ambaye ni mwakilishi kutoka kaunti ya Kisii, ikiwa kwamba ni livestock officer kutoka kaunti ya Kisii, na Bwana Henry Sese naangalia hali ya anga ama mabadiliko ya tabia nchi. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Jeff Nyakundi. Tupatane panapo majaliwa. Kwaheri. Asante.